na hii ni Vunja Ukimya TV kwa habari zetu mbalimbali. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikualike tena sana majira haya tunapokwenda kusikia lile neno la uzima, ikiwa ni siku yetu ya 4 ya maombi haya ya kupokea upako wa utele, Twende mbele za Mungu. Natamani twende tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Jehova, ninakutukuza, ninakuinua. Asante Mungu kwa sababu uaminifu wako kwenye maisha yetu ni wa milele. Jehova, neno lako linasema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Bwana. Asante kwa ajili ya saa hii ya tofauti kabisa ambayo Bwana watoto wako tuko mbele zako Mungu, nasi tunatamani, tuna kiu ya lile neno la uzima. Roho Mtakatifu, karibu mahali hapa, ukaseme nasi. Roho Mtakatifu, ukatuhudumie. Roho Mtakatifu, ukaguse watoto wako, Bwana wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Roho wa Bwana kwa sababu katikati yetu utatembea. Roho wa uzima ukawe pamoja nasi. Roho wa uzima usituache. Roho wa utele ukaendelee kuwa pamoja nasi mahali hapa. Asante kwa sababu wengine ni wagonjwa Bwana, unakwenda kuwaponya. Wengine wamechoka Mungu, unakwenda kuinua. Wengine wamekata tamaa Bwana, unakwenda kuwaganga mioyo yao kwa upya. Wengine Bwana wamerudi nyuma Jehova, wengine wameanguka. Tazama Mungu, unakwenda kuwasimamisha na kuwainua kwa upya, maana wewe ni Mungu unayetupenda na kutuwazia mawazo mema. Ukamwambia Yeremia, ninayajua mawazo ninayowawazia ni mawazo mema, wala si mawazo mabaya. Asante Roho Bwana kwa sababu unatuwazia mawazo mema, unatuwazia mawazo mema. Umetuwazia mawazo mema Kristo. Tunakutukuza, tunakuinua Baba, tunakushukuru. Sifa na utukufu na heshima na adhama vina wewe peke yako. Karibu Roho Mtakatifu mahali hapa. Karibu ukaseme na watoto wako. Karibu ukaguse kanisa lako. Karibu Roho Bwana, karibu mahali hapa. Karibu ukatamaraki. Ninanyamazisha akili na fahamu za kibinadamu. Roho Mtakatifu, ukalihudumie kundi lako sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Yesu Kristo asifiwe sana. Kabla sijakuletea lile neno la uzima, lile neno ambalo Roho Mtakatifu ameliachilia tena ndani yangu siku njema ya leo, ikiwa ni siku yetu ya 4 ya maombi, nikukumbushe ya kwamba tuko na kongamano zuri, tuko na kongamano la baraka, tuko na kongamano la ushindi, tuko na kongamano lenye ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu isivyokuwa kawaida. Kongamano hili litakuwa likianza tarehe 13 mwezi wa 2 pale kwa Pastor Boniface Mwaitege. Tunalo kongamano zuri, wako watumishi wa Mungu ambao Bwana amewatia mafuta 2026 kwenda kusema neno la baraka litakalo kuvusha mwaka huu tena. Mungu ameachilia watumishi wake, wako watumishi wa Mungu ambao wameandaliwa kwa kutamka neno litakalo kuvusha tena 2026. Ni kongamano la baraka sana. Nikualike tu kwenye kongamano hilo, usipange kukosa. Unaweza kumwalika na mwingine, itakuwa ni baraka sana, na usikubali kuzipokea baraka hizi peke yako. Hakikisha ya kwamba unapojongea mahali pa kongamano unaambatana na mwingine, na itakuwa ni baraka mbele za Mungu. Nikukumbushe, ni pale kwa mtumishi wa Mungu Pastor Boniface Mwaitege kuanzia ile tarehe 13 mwezi wa 2. Mungu wa mbinguni akubariki. Lakini pia niendelee kukukumbusha kwa habari ya TV yetu nzuri, TV ya Vunja Ukimya TV. Tuko na hii TV nzuri ambayo inafanya vizuri, imekuwa ni baraka kwa watu wengi, imekuwa ni watu wengi wanapokea uzima wao, watu wengi wanafunguliwa. Vunja Ukimya TV. Ukiangalia kwenye tangazo hapo utaona linki inapita. Unapobonyeza hiyo linki, basi inakupeleka kwenye Vunja Ukimya TV. Hakikisha tu una like, hakikisha una subscribe. Mungu wa mbinguni akubariki. Mungu wa mbinguni akubariki na kukuinua. Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu. Yeye aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, yeye aliye kimbilio letu na msaada wetu wa karibu, yeye aliye yote katika maisha yetu.
Tunapomuita huyu Yesu, tunayaona mambo makubwa na ya ajabu kabisa yanatokea na kujidhihirisha kwenye maisha ya kwetu. Nikukaribishe tena sana majira haya katika Vunja Ukimya TV. Nikukaribishe kwenye TV yetu nzuri Vunja Ukimya TV. Mahali hapa ni pazuri, mahali hapa Mungu ameapichilia neema. Mahali hapa ni mahali ambapo unapotembelea mahali hapa kwenye TV hii ya Vunja Ukimya, yako mambo mengi na makubwa ambayo Mungu Roho Mtakatifu anayafanya juu ya maisha ya watu. Nikukaribishe mahali hapa. Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Sara Emmanuel Gondwe. Ninapatikana kwa namba za simu 0759 340271. Hiyo ni namba ya WhatsApp, lakini pia ninapatikana kwa namba ya kawaida 0620485850. Nikukaribishe wakati huu na saa hii. Liko neno la uzima, liko neno la ushindi, liko neno la kukutia nguvu, ikiwa ni maombi yetu ya siku 7 za kumiliki na kupokea upako wa utele. Ikiwa ni siku yetu ya 4 ya maombi haya, tumeona Mungu akifungua watu, tumeona Mungu akitenda mambo ya ajabu kabisa, tumeona Mungu akiwatokea watu, akiwatoa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Watu wameendelea kumwona Mungu akifanya mambo ya ajabu kwenye maisha yao. Nikukaribishe wakati una saa hii kwenye TV yetu nzuri Vunja Ukimya TV. Liko neno la uzima tena la kukuinua kwa ajili ya maandalizi tunapokuwa tukiendelea kupokea upako wa utele. Mungu wa mbinguni akubariki, Mungu akubariki sana. Karibu mahali hapa. Ameni. Basi liko neno la kutembea nalo tena siku yetu ya 4 ya maombi, ambalo hili neno litaendelea kuchochea ile upako wa utele ambao Mungu amewaahidi kwenye madhabahu hii. Mungu ameahidi kwa watoto wake siku tena ya leo, ikiwa ni siku njema kabisa, na natamani tukaangalia ujumbe wa somo unaosema nguvu ya taarifa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu amebeba taarifa fulani katika moyo wake. Kila mtu anayo taarifa fulani ambayo ameibeba ndani ya moyo wake, na kukwama kwako au kufanikiwa kwako kunategemea taarifa ulizonazo juu ya jambo hilo. Kukwama au kufanikiwa kwenye maeneo kadha wa kadha kunatarajia na taarifa ulizonazo juu ya jambo husika. Ninatamani nizungumze na mtu mmoja unanitazama kupitia Vunja Ukimya TV wakati huu na siku ya leo, ya kwamba wewe umebeba taarifa gani ndani yako? Wewe umezibeba taarifa gani ndani yako? Tunapozungumza kwa habari za Mungu, wewe una taarifa gani ndani yako kuhusu Mungu? Tunapozungumza ya kwamba yuko Mungu wa Isaka na Yakobo, yuko Mungu wa baba zetu, yuko Mungu ambaye ni Jehova Nisi, Jehova Rafa. Wewe unapopokea hili jambo ndani yako, una taarifa gani kuhusu huyu Mungu? Tunapoongea kwa habari ya kansa, kwa habari ya ukimwi, kwa habari ya magonjwa mbalimbali, wewe unayo taarifa gani? Mtu anaposema kansa, mtu anaposema ukimwi, taarifa gani unaipata ndani yako unaposikia neno kansa? Mwingine hujanielewa jioni ya leo na wakati huu. Mtu mwingine unaweza una taarifa gani unaposikia ndoa? Unayo taarifa gani kuhusu watumishi wa Mungu? Kwa habari ya maisha yako mwenyewe ya kila siku, umebeba taarifa gani kuhusu maisha yako? Tunapozungumza habari ya neno la Mungu, una taarifa gani kuhusu neno la Mungu? Tunapozungumza ya kwamba liko neno la Mungu, wewe umebeba taarifa gani kuhusu hilo neno la Mungu? Lakini nataka nikwambie saina, wakati wewe unanitazama, ya kwamba sisi tunapolisikia neno la Mungu, taarifa tulizonazo ndani yetu, tunajua ya kwamba neno la Mungu ni chakula cha uzima. Taarifa tulizonazo ndani yetu, tunajua ya kwamba neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Tunajua ya kwamba neno la Mungu ni yote katika maisha yetu.
yetu. Wewe una taarifa gani unapolisikia neno la Mungu? Au unaona ni kwamba ni kama maneno tu ya kawaida? Au unaona neno la Mungu ni kama taarifa tu za kawaida, ni maneno tu ya kawaida? Mungu atusaidie sana. Natamani tukazungumze habari ya nguvu ya taarifa. Ukisoma kitabu kile cha Kutoka sura ya 3 na ule mstari wa 13, kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 13, Biblia inaniambia Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, na wakaniuliza jina lake ni nani, niwaambie nini? Musa anamuuliza Mungu, anamwambia hivi, nitakapofika kule kwa wana wa Israeli. Kumbuka wakati huu ni Musa anafanya mahojiano na Mungu. Wakati huu Mungu anamtuma Musa kwenda kuliokoa taifa la Israeli lililokuwa utumwani kule Misri. Anamwambia, nimeona mateso na nimesikia kilio cha watoto wangu. Kwa hiyo Mungu anamwambia Musa, nimesikia kilio cha watoto wangu na watumishi wangu walioko kule Misri, nami ninataka nikutume wewe Musa uende ukawaokoe watumishi wangu na kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Angalia mstari wa 13, Musa anamuuliza Mungu, anamwambia hivi, nitakapofika kwa wana wa Israeli, halafu nikawaambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, halafu wao wakaniuliza jina lake nani, niwaambie nini? Mungu atusaidie sana. Halafu ukisoma hicho kitabu cha Kutoka sura ya 4 mstari kuanzia ule wa 1 mpaka wa 7, Biblia inasema hivi, Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu, maana watasema Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Akamwambia, itupe chini. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kamshike mkia. Akaunyosha mkono wake akamshika, naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake. Mstari wa 5, ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo amekutokea. Bwana akamwambia tena, sasa tia mkono wako kifuani mwako. Akautia mkono wake kifuani mwake, naye alipoutoa, kumbe mkono wake ulikuwa unaukoma, umekuwa mweupe kama theluji. Akasema, tia mkono wako kifuani mwako. Akautia mkono wake kifuani mwake tena, na alipoutoa kifuani mwake, kumbe umerudia hali yake ya awali. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiangalia kuanzia sura ya 4 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 7 pale, unaona Mungu anamwonyesha Musa ishara mbalimbali. Mungu anamjibu Musa, kuna maneno Mungu anamwambia Musa. Mungu atusaidie sana. Sasa kwa nini Musa aliambiwa maneno haya na Mungu? Kwa nini Mungu anamwonyesha Musa ishara zote hizi? Ni kwa sababu Musa hakuwa na taarifa sahihi kuhusu huyu Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa hiyo inampasa Mungu ampe Musa taarifa kamili kuhusu yeye. Tunajifunza wana wa Mungu kwa habari ya nguvu ya taarifa. Nguvu ya taarifa. Mstari wa 1 pale ile sura ya 3 mstari wa 13, Musa anamuuliza Mungu, anasema, nikienda kule kwa wana wa Israeli, halafu akaniuliza kwamba ni nani amewatuma, niwajibu nini? Kwa nini? Kwa sababu Musa mwenyewe hakuwa na taarifa sahihi kuhusu Mungu. Kwa hiyo anamhoji Mungu kwamba nikifika niwaambie nini? Sina taarifa Mungu kuhusu wewe. Wakati huu Mungu anakutana na Musa. Musa yeye alikuwa na taarifa kuhusu habari za kuchunga tu makondoo. Hakuwa na taarifa ya kuwa utumwa wa wana wa Israeli umefika mwisho. Musa hakuwa na hiyo taarifa. Hakuwa na taarifa kuwa inawezekana kumshinda Farao. Musa hakuwa na hiyo taarifa. Musa yeye alikuwa na taarifa tu kwamba nikienda kule Misri nitakufa. Kwa nini? Kwa sababu kuna Misri nilimuua, kwa hiyo wako watu wananitafuta. Kuna taarifa Musa hakuwa nazo. Hakuwa na taarifa ya kwamba miaka ya utumwa kule Misri imeisha.
miaka ya mateso kule Misri imefika kikomo. Musa hakuwa na hii taarifa. Nataka nizungumze na mtu mmoja unanitazama kupitia Vunja Ukimya TV sana majira haya. Yawezekana nawe bado unazo taarifa mbaya ndani yako. Yawezekana wewe nawe bado unazo taarifa za unyonge ndani yako. Yawezekana bado unazo taarifa mbovu ndani yako. Haujui ya kwamba miaka ya utumwa, miaka ya mateso imekwisha. Haujui miaka ya kuonea imekwisha. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya hizi siku 7 uko upako wa utele ambao unakwenda kutembea na wana wa Mungu. Nataka nikuambie, utakapozipokea hizi baraka za upako wa utele, ninataka nikupe taarifa njema siku ya leo. Ninataka siku ya leo ukazipokee taarifa njema ya kwamba miaka ya utumwa imekwisha, ya kwamba miaka ya kuonewa imekwisha, ya kwamba miaka ya mateso imekwisha, ya kwamba miaka ya kusumbuliwa na magonjwa imekwisha, miaka ya kuteseka kwenye biashara imekwisha, nyakati za kuteseka na kulipa kodi kwenye nyumba za kupanga imekwisha. Nimekuletea taarifa njema ya kwamba uko upako wa utele ambao wana wa Mungu wanauachilia. Tunauachilia kwenye madhabahu, tunauachilia kwenye madhabahu ya kwamba unapopokea upako wa utele, unapopokea upako wa utele, haijalishi ulikaa kwenye miaka ya utumwa kwa muda gani, haijalishi ulikaa miaka ya mateso kwa muda gani, haijalishi ulionewa kwa muda gani, ninakutangazia imekwisha, imekwisha, imekwisha. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ametoa ujumbe. Roho Mtakatifu anasema ya kwamba ndani ya hizi siku 7 watu wanakwenda kupokea upako wa utele. Sikia nikwambie, ni siku ya 4, ni siku yetu ya 4 ya kupokea upako wa utele. Wakati Musa anakutana na Mungu, anaanza kuhojiana na Mungu, na Mungu anampa Musa maelekezo ya kwenda Misri kuwaokoa ndugu zake. Musa, taarifa alizokuwa nazo ndani yake zilikuwa ni taarifa ambazo zilikuwa hazijajikamilisha. Kuna taarifa Musa hakuwa nazo. Musa yeye alikuwa bado ana taarifa ya kwamba utumwa bado unaendelea. Musa yeye hakuwa ana taarifa kwamba anaweza kumshinda Farao. Musa alikuwa hana taarifa ya kwamba akienda kule Misri anaweza kuwakomboa ndugu zake. Hakuwa na hii taarifa. Musa yeye alikuwa anajua siku nikienda tena Misri nitakufa. Ndio taarifa alionayo. Lakini Mungu anampa Musa taarifa sahihi. Siku ya leo nimekuja kukupa taarifa sahihi ya kwamba miaka ya utumwa imekwisha. Nimekuja kukupa taarifa sahihi ya kwamba miaka ya mateso, miaka ya kuonewa imekwisha. Kwa nini? Kwa sababu Bwana anaachilia upako wa utele. Unenitazama siku ya leo, umekutana na neno mara nyingi umekutana na neno la Mungu. Iwe ni kanisani umekuwa ukikutana na neno la Mungu, iwe ni kwenye redio umekuwa ukikutana na neno la Mungu, iwe ni mitandaoni umekuwa ukikutana na neno la Mungu, iwe ni kwenye simu umekuwa ukiliona neno la Mungu mara nyingi, iwe ni kwenye TV kama namna hii umekuwa ukiliona neno la Mungu mara nyingi na umekuwa ukilisikia neno mara nyingi. Lakini swali ninalotamani kukuuliza siku ya leo ni kwamba, je, umebeba taarifa gani kutokana na mafundisho ambayo umekuwa ukiyapata? Umebeba taarifa gani? Umebeba taarifa gani kutokana na mafundisho hayo, ambayo hiyo taarifa itakuletea baraka kwenye maisha ya kwako? Siku njema leo ninatamani nikaachilie baraka ya Mungu juu ya maisha ya mtu mmoja ambaye nasema niko hapa, Mungu nisaidie. Nasema niko hapa nikifuatilia habari hizi kupitia Vunja Ukimya TV. Niko hapa ninatamani Bwana ukaniguse. Niko hapa ninatamani Bwana ukanitembelee. Ninataka nikaombe na wewe maombi ya dakika chache, maombi mazuri sana ya dakika chache, alafu utamwona Mungu akijifunua kwako kwa upya. Uko mahali hapo unanitazama kupitia TV nzuri Vunja Ukimya TV, unaweza funika macho yako, unaweza kuinua mikono yako juu, halafu ukafuatisha maneno haya mazuri kwa dakika chache. Ni sala ya dakika chache lakini yenye nguvu ya Mungu isiyokuwa ya kawaida. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ngome yetu ya makimbilio, msaada wetu wa karibu, wewe niko ambaye niko, wewe ambaye Bwana haujawahi kushindwa, haujawahi kupungukiwa, wewe Bwana ambaye unatupenda, unatuwazia mawazo mema, wewe ambaye ni yote katika yote kwenye maisha yetu.
Bwana, siku ya leo tumelisikia neno lako Mungu, ambalo Bwana umelipitisha kwetu kupitia Vunja Ukimya TV. Baba, ninakushukuru, Baba ninakutukuza, ninaliinua jina lako takatifu. Asante Mungu kwa sababu liko neno ambalo umeliachilia kwetu, habari ya kupokea upako wa utele. Nami Bwana, kama kuhani wako wa zamu, ninatamka upako wa utele ukatembee pamoja na watoto wako wa kike na wa kiume katika jina la Yesu aliye hai. Ninatamka upako wa utele kwenye kazi za mikono yao. Ninatamka utele kwenye nyumba zao. Ninatamka utele kwenye biashara zao. Ninatamka utele kwenye ndoa zao. Ninatamka utele kwenye chochote wanachoweka mikono yao kufanya. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba ukawafanikishe, ninaomba ukawawezeshe, ninaomba ukawainue katika jina la Yesu aliye hai. Baba, ninakuamini kwa sababu ninajua ya kwamba liko jambo ambalo unakwenda kutenda kwa watoto wako. Tunapotamka habari ya baraka za utele, Mungu, usiwaache wala usiwapungukie. Baba, kumbuka mtoto wako huyu ambaye amekutamani, amekungoja kwa saburi. Ninaomba Bwana ukamguse, ninaomba Bwana ukamuinue, ninaomba Bwana ukamfanikishe katika jina la Yesu aliye hai. Ikafike mahali akakuone wewe Mungu ya kwamba kuna jambo umetenda kwenye maisha yake. Ukamtoe mahali alipokwama kupitia upako huu wa utele, ukampeleke mahali pazuri, ukampeleke nchi nzuri, ile nchi ya maziwa na asali katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa sababu ninajua ya kwamba unakwenda kutenda zaidi ya nilivyoomba, zaidi ya ninavyowaza, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Sara Emmanuel Gondwe. Na mawasiliano yangu, unatamani tuendelee kuomba zaidi, unatamani kuna mahali umekwama, unatamani kumwona Mungu amefanya jambo jipya kwenye maisha yako, wewe ni mgonjwa, yamkini unatamani kuona Mungu akikuponya. Wewe mwingine umetangaziwa kwamba hautazaa, nataka nikwambie Mungu bado anayo matumbo mengi ya uzazi, anaweza kulibandika tumbo la uzazi jipya kwenye hilo tumbo lako na ukapokea watoto wa kike na wa kiume. Wewe mwingine unaitamani ndoa lakini haujaipata ndoa, nataka nikwambie wake wema na waume wema wako kwa Mungu. Nitaomba na wewe, ninaacha namba yangu ya simu hapo, ninahitaji namba yangu ya simu, iandike namba ya simu hiyo. Una changamoto na magumu, kuna mahali popote unapita, tunaweza kumuita Mungu, yeye aliyeponya wengine, aliyegusa wengine kupitia madhabahu hii ya Vunja Ukimya, anaweza kukugusa na wewe, anaweza kukutembelea na wewe kupitia madhabahu hii ya Vunja Ukimya TV. Tumemwona Mungu akifanya mambo makubwa sana, tumemwona Mungu akitetea watu, tumeona Mungu akiponya watu kupitia TV hii. Sasa nikualike na wewe, namba za simu 0759340271, hiyo namba ni ya WhatsApp, lakini namba ya kawaida 0620485850. Wakati wowote unaweza kunipigia, alafu tukamuita Jehova Shama, Mungu wetu mwaminifu, akakutendea jambo jipya. Shalom, shalomu, ninakupenda. Mungu akubariki.